Karibu gavana. Asante. Haya, shukrani sana. Watu wetu wa Gitaru, Muriega ligi. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane hivi kwa salamu zake Mwenyezi Mungu kila mahali ambapo mtu hapo. Asante sana. Nataka nitoe rambirambi zangu kabisa kwa familia kwanza, watoto wenu, mama na mzee. Tunasema poleni sana. Tunajua Mungu ana jawabu kwa kila shida na kwa kila jambo linalotokea. Na kaa ngumu sana, najua saa hizi sisi wote tunaweza sema tunaelewa, lakini uchungu nyinyi tunaelewa mko nao na nyinyi pekee ndio mnausikia. Tunasema poleni. Sasa nyinyi na nyinyi vijana wetu wote, mimi naona nyinyi wote ni vijana wadogo ambao wanajikaza kufanya kazi. Na kwa vile hayo yametokea, nataka niwapatie pole tena nyinyi wote. Najua saa zingine na ukiona vijana ambao wanajitolea kwenda kujishughulisha kufanya kazi, unakondesha nyumba, alafu unakuwa unalipa ule landlord wako kwa jasho yako, basi huyo ni mtu ambaye pia kwa hii nchi yetu ya Kenya tunafaa kushikilia. Kwa hivyo wakati mko Kiambu, nyinyi ni wana Kiambu, hata kama umetoka wapi ama wapi. Na tulisema hii kaunti yetu, sasa hii kaunti ni ya kila mtu. Sisi tumekuwa sasa kama Nairobi, hata zaidi ya Nairobi. Hapa kwetu wakati mnafanywa introduction, mumeona tuko na MCA Mbaluya. Ako hapa, sijui ako wapi huyu Brian Simiyu. Ako hapo, tuko na MCA Mjaluo. Mbeleni tulikuwa na MCA Muhindi huko Juja. So sasa tunabakisha tu mzungu na Mkamba moja. Sasa tu mambo imeisha ama namna gani jameni? Kwa hivyo sasa tuko sawa. So najua county inaenda vizuri. Vile tulikuwa tunaongea, huyu anaitwa majority leader ameingia, wacha kuja hapa hivi, yeye ndiye atatuombesha kwa vile ndio aseme ya tukimaliza. Sasa yeye atasema ya mwisho na atufungie kwa maombi. Yeye ndiye majority leader, ndiye anasimamia hao wengine wote. Na kwa vile nimepata wakati tunamalizia, mimi nilikuwa naangalia masaa na jua. Na naona kabla hatujamalizana na mambo, giza inaweza kukuja. Na tulikuwa nataka tumalize mapema ndio muweze kwenda nyumbani. Kwa hivyo hata mimi sitasema mengi. Leo tu nilikuwa nimekuja kutoa pole. Na nikiwa ninaona vile mambo ilivyokuwa, ndio tuulizane tutasaidianaje na hii jamii kila mahali. Kama ni ule mwenye nyumba, kama ni nyumba ulikuwa kwa nyumba, tutafute jinsi ya kusaidiana. Nimetoka Kiambu. Mumeambiwa saa hizi niliamkia hapo Kiambu town. Juzi mliona usiku kulichomeka nyumba kubwa hapo. Wanabiashara karibu watu 200 wakachomekewa na kila kitu. Wengine hata nyumba zao wenye walikuwa wamekondisha hapo tena kuchomekewa na kila kitu. So tumeshinda hapo tukiwa tunapanga mpango wa kusaidiana nao. Tumemaliza, nikasema hata kama imekuwa usiku mtukubalishe tukuje. Mmetukaribisha jameni, hata kama ni usiku. Asante. Kwa hivyo tu niseme kwa ufupi hapa kwetu Gitaru, wana Gitaru mjue sisi tunawajali. Na mumeambiwa hapa na Mheshimiwa Dhogori, tofauti yetu na serikali zingine zilikuwa mbeleni, wengine mkujue ya kwamba mimi governor mumenipatia hii kazi nikiwa governor wa 4, kuna governor watatu walikuwa mbele yangu. Sasa ukihesabu kimiaka, wale walikuwa kwa uongozi miaka 10, sasa mimi ndio niko kwa uongozi mara 2. Lakini hata wewe kama mkaaji wa Gitaru, ukipiga tu hesabu yako ya mafikira ya kichwa tu, uangalie ile kitu unasikia hapa imefanyika, tunafanya, unaona, na upige hesabu ya miaka 10 yale mambo yalifanyika Gitaru, utaona kazi tunasukuma. Hiyo mambo ya masomo enye Dhogori amesema, nyinyi mnaona hii Gitaru sasa mashule karibu nimalize shule zote za Gitaru kujengea watoto wetu.
zile zinaitwa ECD. Nimebakisha shule chache sana ndani ya kaunti ya Kiambu. Tuko na primary schools 524, 524. Mkinipa kazi, miaka miwili tu imepita, hakuna hata shule moja hivi kama kidole ilijengwa, shule za watoto za kikatiba ambazo governor anafaa kujenga. Miaka miwili nimejenga 239 na nimemaliza 2 years. Sasa niko na 62 inaendelea. Kufikia mwezi wa 6 nimemaliza 309. Ile Januari ya 26 nimechapa yote 524. Hapa kwetu Gitaru, wepiga ni watu wangapi wamechaguliwa Gitaru mbele ya Wamatangi? Na sasa mimi nimekuja nikaangalia, tukaona hii shida yetu vile ilivyo, tukasema hapa tunaweka kwanza hospitali. Sio haki ati hii Gitaru ikiwa na ile population, wale watu wako kwa hii population ya Gitaru, tuko watu wengi zaidi. Gitaru hata kama tungehesabu, kuna constituencies ziko na watu wachache kushinda Gitaru kwa hii Kenya yetu. Lakini hapa hamuna hospitali hiyo miaka yote. Ndio nikamwambia huyu Dhogori, sasa mwana Gitaru hapa ukiwa mgonjwa unaenda wapi? Ndio huyo unashika safari mpaka huko Tigoni ama Wangige ama Kiambu kwa magonjwa kubwa ama namna gani watu wa Gitaru? Saa zingine ukiangalia ati kama ni dispensary, ukienda huko akina Shura kule kwingine unapata hata hizo dispensary zenyewe za karibu hazina hata madawa ama namna gani jameni? Ndio sasa nimeanza kuundaunda kwanza ya mwanzo hapa tunajenga hii hospitali. Na vile Dhogori amesema, nataka muelewe kwa hii serikali ya Wamatangi, mimi mambo ya ukora, wizi wa mashamba ya watu mimi nilisema hakuna. Na ile gotiri tu hamo doito kana nyumba reda to diatea. Unajua watu wengine wakati tumekuja hapo kupima hii hospitali mara ya kwanza, jamaa wanakuja kusema ati hapana, ati unajua hii shamba tuliiba zamani, sasa saa hizi na tukapata title. Yaani kuna kuiba ile ya zamani iwe ati sasa imesafishwa ikakosa kukua wizi. Ni wizi. Kama ni ardhi ya umma ni ardhi ya umma. Tuko pamoja jameni. Hata ukikaa miaka 100 ni ardhi ya wananchi. Na ndio tulisema yule mtu akuja atuoneshe kama ni yako ulinunua kwa nani ama namna gani. Tuoneshe nani alikuuzia. Useme ni yule alikuuzia, naye atuambie alitoa wapi ama namna gani jameni. Sivyo ndio mtu anafanya haki. Kama ilikuwa ni ya baba yako, kuja sema baba yangu alikuwa huyu na huyu, hii ilikuwa yake, tutaona kwa record. Na hapa nyinyi hamjui watu wa Gitaru, si mnajua kama ni land ni ardhi ya familia, si mtasema ni ya familia fulani. So hiyo tunajenga, hiyo ni ardhi ya wananchi na tunajua na tumeangalia kwa record ya county government. Kwa hivyo sasa hata wakienda kushtua Dhogori huko ati wanamweka kwa kule kwa kesi huko kotini, sisi tulienda mpaka tukakuwa original wa makoti. So sasa watuite tutaenda na warudi tena tutaenda, lakini ardhi tutachukua na tujenge hospitali. Tuko pamoja jameni? Hapa hii Gitaru sasa nyinyi mnajua mimi nilisema nitajenga stadium ya kisawasawa. Ile stadium yenyewe kamilifu ambayo iko na kila kitu standard ile international. Na hiyo stadium nimeipatia tayari budget ya 215 million. Na tumeshaanza, mwenye ameenda kutembea hapo angalia. Kidogo ilianzia polepole kwa vile tulifika hapo tukapata ilikuwa kazi mingi sana hapo, kwanza kuchanganya tena kuchimbua chini sana.